Rafiki yangu, simama kidogo na ufikirie hivi. Unafanya kazi kwa bidii kila siku, unapata mshahara kila mwisho wa mwezi, lakini pesa inaisha kabla hata mwezi haujaisha. Bills zinakusubiri, familia inahitaji, na usingizi unakuja ukijua kesho utarudia yale yale. Lakini kuna watu wengine, hawafanyi kazi masaa 8 kila siku kama wewe, lakini pesa zao zinaongezeka hata wakiwa wamelala. Je, unataka kujua siri yao? Leo katika muhtasari huu wa kitabu maarufu duniani cha Robert Kiyosaki, Rich Dad's Cash Flow Quadrant, nitakufunulia njia 4 za kutengeneza pesa na kukuonyesha jinsi ya kuhamia upande wa matajiri. Hii si hadithi ya kufikirika, ni ramani ya maisha bora. Ikiwa unataka uhuru wa kifedha, furaha ya familia na amani ya akili yako, basi sikiliza hadi mwisho. Hii inaweza kubadilisha maisha yako milele. Kitabu hiki cha Robert Kiyosaki kinatokana na uzoefu wake binafsi. Alikuwa na baba maskini aliyemfundisha kufanya kazi kwa bidii na kupata mshahara, na baba tajiri aliyemfundisha jinsi pesa inavyofanya kazi. Kiyosaki anasema, si kiasi cha pesa unachopata, bali ni njia unayotumia kupata pesa ndiyo inayobadilisha kila kitu. Anaonyesha kwamba ulimwengu umegawanywa katika mraba wa mtiririko wa pesa au cash flow quadrant. Hii ni ramani rahisi inayokufundisha wapi ulipo na wapi unapaswa kwenda ili uwe tajiri wa kweli. Sasa, hebu tuingie moja kwa moja kwenye masomo 5 muhimu kutoka kitabu hiki. Nitayaeleza kwa lugha rahisi bila maneno magumu, ili kila mtu, kijana, mama, baba, mfanyakazi au mfanyabiashara, aweze kuelewa na aanze kutumia leo hii. Somo la kwanza: kuelewa njia 4 za kutengeneza pesa, the cash flow quadrant. Kiyosaki anagawanya watu wote duniani katika makundi 4 tu. Kila mmoja wetu yuko katika kundi moja au zaidi ya haya. Kwanza, mfanyakazi. Huyu ni wewe unayefanya kazi kwenye kampuni, serikali au kwa mtu mwingine. Unapata mshahara wako kila mwezi. Faida yake ni usalama. Unajua kuwa pesa itakuja kila mwisho wa mwezi. Lakini hasara yake ni kwamba unauza muda wako kwa pesa. Siku ukisimama kufanya kazi, pesa nayo inakoma kuingia hapo hapo. Kama unavyoona wengi Dar es Salaam au Nairobi, wanafanya kazi masaa 8 kila siku, lakini bado wanaogopa kupoteza kazi. Pili, mfanyabiashara binafsi au mtu aliyeamua kujiajiri mwenyewe. Huyu ni anaweza kuwa daktari binafsi, fundi, mwalimu wa masomo ya ziada au miliki wa duka dogo. Anafanya kazi yake mwenyewe, anajilipa mwenyewe, lakini bado anauza muda wake kwa pesa. Ikiwa haendi ofisini, hakuna pesa. Kiyosaki anasema, hawa wana kazi yao wenyewe, si biashara, ni kazi kubwa inayowategemea wao pekee. 3, mmiliki wa biashara kubwa. Huyu hafanyi kazi mwenyewe. Anaunda mfumo, timu ya wafanyakazi, sheria na taratibu ambazo zinaendelea kutoa huduma na kutengeneza pesa, hata yeye akiwa amesafiri kwenda mapumziko. Kama kampuni kubwa za simu au maduka makubwa, pesa inakuja hata bila yeye kuwepo mahali hapo. 4, mwekezaji. Huyu ni mtaalamu wa pesa. Pesa yake inamfanyia kazi kwa ajili yake. Ananunua vitu vinavyozalisha pesa, kama nyumba zinazokodishwa, hisa au biashara zinazompa gawio kila baada ya kipindi fulani. Huyu anaweza kulala na pesa ikaendelea kuongezeka bila wasiwasi. Hii ndiyo ramani rahisi. Ulipo sasa, labda upande wa E au S, lakini furaha ya kweli iko upande wa B na I. Sasa, hebu tuendelee. Somo la pili: tofauti kubwa kati ya upande wa kushoto na upande wa kulia. Upande wa kushoto, E na S, ni wa kufanya kazi kwa ajili ya kupata pesa. Unafanya kazi, unapata pesa. Wakati wako ndio mali yako kubwa. Unapata usalama, lakini unakuwa hauna uhuru. Unaogopa kupoteza kazi, unalipa kodi nyingi, na wakati unazeeka, unakuwa umechoka sana. Upande wa kulia, B na I, ni wa pesa kwa kazi. Pesa inakufanyia kazi. Unajenga assets, vitu vinavyokupa pesa kila mwezi, bila hata wewe kufanya kazi. Unalipa kodi kidogo zaidi kwa sababu sheria nyingi zinawapendelea. Una uhuru wa wakati, unaweza kusafiri, kuwa na familia, au kufanya unachopenda. Kiyosaki anasema, watu wa kushoto wanaogopa hatari, watu wa kulia wanaogopa kukosa fursa. Fikiria hivi, unataka kuishi maisha ya nifanye kazi ili niishi,
au niishi ili nijenge mali. Maumivu ya upande wa kushoto ni stress ya kila mwezi. Furaha ya upande wa kulia ni amani. Unajua hata ukiacha kazi, pesa inaendelea. Hii inafaa kwa kila mzazi anayetaka watoto wake wasipate shida kama yeye hapo baadaye. Hii ndiyo sababu kuu inayofanya watu wengi wanaosoma kitabu hiki na kukiishi kuacha kazi zao na kuanzisha maisha mapya. Somo la 3: jinsi ya kuhamia quadrant ya B, kuwa mmiliki wa biashara halisi. Kiyosaki anasema kuwa B si kufanya kazi zaidi, bali kuunda mfumo. Anza na kile unachojua. Labda una duka dogo, badilisha iwe mfumo. Weka msimamizi, weka sheria za kununua na kuuza, tumia simu au interneti ili biashara iendelee hata usipokuwepo. Jenga timu, tumia wengine ili wafanye kazi kwa ajili yako. Mfano, badala ya wewe mwenyewe kuuza bidhaa mtaani, tengeneza wauzaji wengine na upate asilimia fulani. Au anzisha biashara ya mtandaoni ambayo inauza bidhaa moja kwa moja kwa wateja. Kiyosaki anasisitiza, usifanye kazi katika biashara yako, fanya kazi kwenye biashara yako. Hii inamaanisha jenga mfumo unaokuwa peke yake. Hisia hii, unapata usingizi mzuri kwa sababu biashara inakufanyia kazi. Na hii inawezekana hata Tanzania. Wengi wamefanya hivyo na sasa wanaishi maisha ya kifahari. Unahitaji tu ujasiri wa kuanzisha na kujifunza kidogo kidogo. Usiogope kushindwa mara ya kwanza. Hiyo ni elimu. Somo ya 4: kuwa mwekezaji halisi katika quadrant ya I. Hapa ndipo pesa inakuwa rafiki yako mkubwa. Mwekezaji hununua mali zinazozalisha pesa, si vitu vinavyokula pesa kama gari mpya au simu kali. Nunua nyumba unayoikodisha au hisa za kampuni zinazolipa gawio kila baada ya kipindi fulani. Huyu anaweza kulala na pesa ikaendelea kuongezeka bila wasiwasi. Kiyosaki anasema, hatari si katika uwekezaji, bali ni ukosefu wa elimu ya fedha. Jifunze kwanza. Anza kidogo, hata kwa shilingi 1000 chache kila mwezi. Tazama mahali kila pesa yako inaenda na mahali inarudi. Wakati wa soko baya, wengi walio upande wa I hupata fursa kubwa. Fikiria, leo unatumia pesa kununua kahawa kila siku. Badala yake, tumia hiyo kuanzisha uwekezaji mdogo. Miaka 5 baadaye, pesa hiyo inakupa mapato ya kila mwezi. Hii inakupa uhuru wa kusema hapana kwa kazi unayoichukia. Ni hisia ya nguvu. Unajua familia yako imelindwa na wewe uko salama. Somo la 5: badilisha akili yako na ongeza elimu yako ya fedha. Hii ndiyo somo kubwa zaidi. Kiyosaki anasema, si akili ya shule inayokufanya tajiri, bali ni akili ya fedha. Badilisha mindset au mtazamo wako kutoka nifanye kazi ili niishi hadi nijenge mali ili iishi nami. Jifunze kila siku. Soma vitabu, sikiliza podcast, tazama video za uwekezaji. Zingatia maadili. Usalama ni mzuri, lakini uhuru ni bora. Usiogope hatari kidogo iliyolindwa na elimu. Tengeneza tabia ya kuweka akiba na kuiwekeza. Kwa vijana wengi leo, hii inamaanisha kuacha kufikiria kazi ya serikali tu. Anza biashara ndogo au uwekezaji. Hisia, unahisi umepata udhibiti wa maisha yako. Unacheka unaposikia watu wanasema pesa ni ngumu kupata. Wewe unajua siri. Pesa inapatikana kwa urahisi upande wa kulia. Rafiki, masomo haya 5 yanakupa ramani kamili. Kitabu hiki kinasema, usifanye kazi kwa lengo la kupata pesa. Fanya pesa ifanye kazi kwa ajili yako wewe. Na unaweza kuanza leo. Fikiria siku ambayo utaamka bila kuogopa bill. Fikiria familia yako inafurahi kwa sababu wewe umewapa maisha bora. Hii si ndoto, ni matokeo ya kutumia masomo haya. Maelfu ya watu duniani wamebadilika baada ya kusoma kitabu hiki. Wewe pia unaweza kuwa mmoja wao. Ikiwa umependa muhtasari huu na unataka kuwa na maisha ya kifedha bora, basi fanya hivi sasa hivi. 1. Bonyeza subscribe na kengele ili usikose muhtasari wa vitabu vingine bora kama Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich na zaidi. 2. Like video hii ikiwa unataka kuhamia upande wa B au I. 3. Andika katika comment, niko quadrant gani, na nitaeleza zaidi katika video zijazo. 4. Share video hii na rafiki yako moja au wawili. Labda wewe utabadilisha maisha yake kabisa. Asante kwa kutazama hadi mwisho. Wewe ni mshindi. Tutaonana katika video inayofuata ya Swahili Book Summary. Mungu akubariki na akufungulie milango ya utajiri. Pesa si kila kitu, lakini uhuru wa kifedha unakufanya uishi maisha unayotaka. Anza leo. Utajiri unakungoja.